Wekewa Media, maarifa kwa maisha bora. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiwa siku nyingine tena katika masiku ya Ijumaa, tunakumbushana yale yanayokuwa mazuri na kukumbushana yale ambayo kwamba ametukataza Allah tabaraka wa taala. Yote haya ni kutokana na mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba na sisi ni wajibu wetu kukutana katika kila siku ya Ijumaa tukaamrishana mazuri na kukatazana maovu. Leo tutazungumzia faida ya swala za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faida ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alipotuamrisha Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kutuambia, man salla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashara. Amri ilikuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ni amri ya moja kwa moja ambayo kwamba haina kupepesa, haina kutaka kuchambua, haina kutaka maelezo, haina kutaka tafsiri ya kwenda mbali. Maelezo yake na tafsiri zake ni ya moja kwa moja kwamba enyi mlioamini mswalieni huyu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu Mtume akaja kutufafanulia namna gani tumswalie, kwa sababu masahaba walikuwa wamebabaika au tuseme wameshindwa kuelewa nini na ni vipi namna ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akawafundisha tusemeni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad au Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halafu sasa zikaja ahadithi mbalimbali za kutuhamasisha namna gani tukithirishe kumsalia alayhi salatu wassalam. Tukapata ahadithi ambazo kwamba zinatuhamasisha, tukapata ahadithi ambazo kwamba zinatoa faida ya mtu kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukapata ahadithi za kuonyesha kwamba kumbe ukitaka kuwa karibu na Mtume basi mswalie. Zikaja ahadithi kutuonyesha kama kumbe wewe una deni basi mswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe una mazito, una maradhi, una mgonjwa, basi mswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikaja ahadithi kuonyesha ikiwa wewe una majanga ya kidunia basi mswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ikaja ahadithi kutuonyesha ikiwa wewe una madhambi mengi mswalie Mtume, utasamehewa madhambi yako. Ikiwa wewe umemkosea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mswalie Mtume, utaona zile dhambi zinavyokuwa zinapukutika na kuondoka kwa sababu ya baraka ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuambiwi kwamba tumkosee Mungu wala tumsalie Mtume, hapana.
iwapo umeteleza kibahati mbaya, kwa sababu kila mwanadamu ni mwenye kukosa na kukosea. Lakini iwapo umemkosea Mwenyezi Mungu ukafanya tauba, ukaongeza na nyiradi za kumsalia Mtume, basi utasamehewa na madhambi yako. Twende tukizitaja hizo ahadithi moja baada ya nyingine zenye maelezo hayo ambayo kwamba tumeyasema. Lakini pia Mtume akatuonyesha kwamba kuna mtu anakuwa bakhili. Bakhili kikwetu na kikawaida ni yule ambaye kwamba anacho lakini mzito wa kutoa. Huwezi ukawa wewe mzito wa kutoa au wewe huna cha kutoa alafu ukaitwa bakhili. Hapana, sio kweli. Ni mtu ambaye kwamba anacho cha kutoa lakini hatoi, huyo anaitwa bakhili. Waarabu wanasema faqidu shay'i la yu'tihi, mwenye kukosa kitu hawezi kukitoa kile kitu. Wewe huna, unatoaje? Unakwenda kwa mtu muuza supu, unamwambia naomba misumari kilo moja, atakuona wewe una akili, sababu hana misumari. Yeye amekaa anauza supu ya utumbo, supu nyama ya mbuzi, supu ya kuku, labda supu ya samaki maarufu bana. Ukitaka supu nzuri nenda sehemu fulani, lakini unakwenda pale unamwambia naomba mbao za 2x2 mbili, naomba na misumari kilo 2, watu watakuona akili huna. Au unakwenda kwenye muuza simenti, kazi yake kuuza simenti, unamwambia naomba nipatie vitambaa vya kushonea kanzu mita 3. Vile vile utaonekana wewe huna akili. Kwa hiyo mwenye kutoa ni yule mwenye nacho. Sasa tushazoea sisi kwamba bakhili ni yule ambaye kwamba anacho anazuia, hataki kutoa mali yake, mzito, ndio tunamwita nani? Bakhili. Mgumu manake, maana bakhili mtu mgumu. Lakini Mtume akatupa mafunzo kwamba bakhili sio tu yule ambaye kwamba hatoi pesa, bali ni kuna yule ambaye kwamba anaposikia utaji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu asimswalie, huyo bakhili. Tumsalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa nini Mtume akasema asiyemswalia yeye na kasikia? Yaani sio, angalia, Mtume ametueleza vizuri sana. Sio tu kasema kwamba asiyeniswalia basi huyo ni bakhili. Hapana, atakayesikia natajwa halafu asiniswalie, huyo ni bakhili. Kwa nini? Kwa sababu kinywa unacho, unao uwezo wa kusema nini? Allahumma salli alayhi, kisha ukanyamaza, maana yake bakhili. Unacho cha kufanya lakini hutaki. Sisi tumeelewana? Ni kama vile ambapo kwamba mtu anazo pesa, pengine unapita mchango au kapita mtu barabarani maskini anakwambia mimi sijakula leo siku ya pili, au leo hali yangu nzito nyumbani kwangu, kwa familia hawaelewi, nahitaji hata shilingi 5000 tukusaidie, na wewe yangu umebeba laki nzima unayo, unaomba mimi sina kitu. Huo ndio bakhili. Sasa unaposikia sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au unamsikia Mtume anatajwa kisha ukanyamaza kimya, na mdomo unao na masikizi unayo unisikia, ni tu kusema Allahumma salli alaihi wa ala alihi, ukanyamaza, maana yake bakhili. Maana yake unacho cha kutoa lakini umefanyaje? Umekataa, umekuwa mgumu kumsalia Mtume kwa sababu ya ubakhili wako. Hadithi inasema albakhilu, bakhili ni yupi na mgumu wa kutoa na mgumu wa moyo wake ni nani? Man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Bakhili ni yule ambaye kwamba
nitatajwa mbele yake. Man dhukirtu indahu, ni yule ambaye kwamba mimi nitatajwa jina langu mbele yake, au zitatajwa sifa zangu, au nitaelezwa maelezo yangu. Falam yusalli alayya, kisha yeye asiyo ni mwenye kuniswalia, huyo ni nani? Ni bakhili. Tumsalie ni Mtume Muhammad. Inatakiwa ukisikia tu jina la mtume useme nini? Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi. Tumsalie ni Mtume Muhammad. Kadri unavyoendelea kumsalia daraja zako zinapanda. Ikaja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha namna gani daraja zetu zinapanda, namna gani tunasamehewa madhambi, namna gani tunajiongezea kipato mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikaja katika hadithi yasema kwamba mwenye kuniswalia swala moja, ile swala moja basi inakuongeza daraja kwa Mwenyezi Mungu. Nini maana kuongeza daraja? Maanake unakuwa zaidi karibu na Mwenyezi Mungu. Leo hivi wewe ukiwa karibu na waziri tu unataka watu wote wajue, ukiwa karibu na rais tu utaanza kujitapa pale mtaani, watu wote wajue, utapiga mapicha huko, ufanyaje, utakuja kujigamba pale na unafaidika. Kwa karibu na rais leo mara unapata hiki, unapeleka haja zako, unafanikiwa, maisha yako yanakwenda. Lakini tunasahau kwamba ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wenye kuzingatiwa zaidi, na ndio inatakiwa kila mmoja auhitaji ukaribu huo, kila mmoja aukimbilie ukaribu huo, kila mmoja aupambanie ukaribu huo. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba watu hata habari hawana. Mtu anaona wacha mimi nipambane, niangalie maisha yangu, muda wa kuswali nimefanikiwa kuswali, haya sikufanikiwa, niko busy na maisha. Tunakwenda wapi? Hatujijui. Mwenyezi Mungu anaanza katika aya sema fa aina tadhhabun, mnakwenda wapi? Ukishapandisha daraja sala ile ile moja, yuhatu anka khatia, waondolewa kosa moja, na unapewa mema 10. Mzungu kisha sema moja kwa 10. Sasa hebu ufikiria, sala moja tu inakupandisha daraja, inakutolea dhambi, unapata mema. Bado tuende kwenye hadithi zingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja sahaba akamwambia, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati, nikujalie ngapi katika sala zangu? Yani mimi nikitaka kusalia nisalie mara ngapi? Ewe Mtume Muhammad, nyakati zangu nikupe kiasi gani ya Rasulullah? Yani unataka nikusalie kwa muda gani? Ndio maana ya swali. Nikae masaa 2, 3 au siku nzima mimi nikae nikusalie tu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unaonaje ya Rasulullah? Mtume hakutaka, kwa sababu Mtume angemwambia ingekuwa ni amri tena, ingekuwa kasha jifunga. Yani Mtume angemwambia, naomba kuanzia ukishasali alfajiri mpaka dhuhuri ukae usali, ingekuwa na kazi tena. Na amri ya Mtume ni wajibu kufuatwa. Hii kwa sababu Mtume ni mtu mwenye huruma, akamwambia mashita, kile unachotaka wewe, uwezo wako. Hakumwambia mimi ndio mambo mengine hapa, wewe ukae tu usali, mimi fanya kazi zako, hiyo ndio unakuja mambo ziada na nini.
Alimuonyesha umuhimu wa swala Mtume, akamwambia unachoweza. Akamwambia basi mimi nitafanya robo ya wakati wangu, yani katika masaa 24 nitagawanya robo ya masaa 24 niwe nakusalia wewe ya Rasulullah. Akamwambia mashita wa inzidta fa khaira, akamrudia tena ile kwamba unapotaka wewe, lakini ukizidisha ni kheri. Akaambia si theluthi ya wakati wangu. Theluthi maana yake ni kitu kukigawanya mara 3, ndio maana inapatikana nini? Theluthi moja. Chochote unachokigawanya mara 4 hupatikana robo 4, sawa? Kitu kikigawanya mara 2 hupatikana nusu 2. Kitu kikigawanya mara 3 hupatikana theluthi 3. Kwa hiyo alianza na robo ya wakati, na robo ni ndogo zaidi, sawa? Ikaja theluthi, akamwambia mashita, unavyotaka, wa inzidta fa khairan, lakini ukizidisha ni bora, sawa? Akamwambia basi nisfu, nusu ya wakati wangu mimi nitafanyaje? Nitakuwa nakusalia wewe bwana Mtume Muhammad. Na hapa tuelewe kitu kimoja, msije mkafahamu kwamba eti yule bwana sahaba amekaa nusu ya wakati wake, kwa maana katika masaa 24 ina maana masaa 12 yeye kakaa tu anamsalia Mtume tu, hana swala, hana kufunga, hana kutizama familia, hana kwenda kazini, hana kuwalisha watoto wake, la, si hivyo. Yani hii swala ya Mtume ni kitu cha ziada kinachokuja baada ya faradhi, sawa? Ni kitu kinachokuja kinafata baada ya majukumu yako ya lazima. Maana yake kuna swala 5 lazima uziswali, sio kasema mimi nakaa mwanzo mpaka yani sasa hizi mpaka jioni saa 12 mimi namsalia Mtume, sitaki hata kuswali na sina muda huo. Utakuwa sio kweli, wewe muongo. Mungu kishakuamrisha wa aqimu salata, simamisha sala. Hiyo sasa mimi nimekaa na msalia Mtume bwana. Kuna aya imekuja inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, na kuna sahaba alisema mimi nakujalia ya Rabbi ya Rasulullah wakati wangu wote, nusu ya wakati wangu mimi nakusalia wewe tu. Sio hivyo. Maana yake huyu sahaba anazungumzia nyakati zake za faragha, nyakati zake ambazo kwamba keshamaliza majukumu. Huyo hana cha kusoma gazeti, hana cha kutizama taarifa za habari, hana cha kutizama mpira, hana cha kusema sijui na mimi nikacheze. Yeye ni swala, akisha swala anaanza kazini, atafute riziki, alete cha kuleta nyumbani kwa njia iliyokuwa halali, vijana wale, familia wapate riziki. Ule wakati anaubaki amesha swala, ashatekeleza majukumu yake, ule ndio wale uzungumzia kwamba wote amswalie Mtume, au mwingine apumzike, au mwingine alale, au mwingine aseme ngoja nikacheze na marafiki zangu, nikakae kijiweni nipige koroni kidogo. Nyakati zile ndizo anazozungumzia usahaba. Tuelewane vizuri hapo. Yule sahaba mwisho akamwambia basi aj'alu kulla waqti, mimi nitajalia wakati wangu wote ya Rasulullah nikusalie wewe tu. Maana yake sina kazi nyingine zaidi ya faradhi zangu, zaidi ya kufunga yangu, zaidi ya kusoma Qur'ani yangu, zaidi ya kutekeleza majukumu ya kifamilia. Kama nimeajiriwa naende kwenye ijara yangu, sio tena umeajiriwa na unategemea kupata mshahara mwisho wa mwezi, kisha muangalie bwana mimi nimejifunga na swala Mtume, kisha baadaye tutaona mshahara. Sasa kulibeni tena wewe kazi huende, kazini huendi, ufanye chochote, umekaa tu kwenye nguzo ya msikiti unasema na mswali ya Mtume. Haya, tunaambiwa qaid wa tawakkal. Kwanza jifungamanishe na jambo,
kisha tawakkal kwa Mwenyezi Mungu. Sio tawakkal tu. Mara moja Saidna Umar alimkuta bwana mmoja yuko msikitini, yeye ana kazi kuimba, tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Mwenyezi Mungu. Watu walisali alfajiri, yeye kakaa tu bwana. Watu walimaliza maondoka, yeye yupo. Wamemaliza ibada hii, imeingia wakati wa ishraqi, yeye yupo tu. Unajua swala ya ishraqi? Swala ya ishraqi ni swala ile ambayo kwamba inapochomoza jua, nasubiriwa kwa muda mchache kama dakika kadhaa, kisha unaswali. Kuna sunna inaitwa salatul ishraq, swala au sunna ya kuchomoza jua. Lakini sio tu jua likichomoza tu, wanasema baada irtifai shamsi biqadri rumhi, baada ya kunyanyuka jua kwa kadri ya ule mkuki unaopigana kwenye vita, kwa kiwango kile jua likishanyanyuka kidogo, tena hapo ndo tunaswali sunnatul ishraq, sunna ya kuchomoza kwa jua. Kwa nini? Kujiepusha na wale wanaoabudu jua. Kuna watu jua likichomoza ndio wanafanya ibada zao, kuna watu likizama jua ndio wanafanya ibada zao. Ili kujitofautisha na wale, ndio tukaambiwa baada ya kuchomoza jua unasubiri kidogo, na wanazuoni wamedhibiti hizo. Utaona hata kwenye simu swala ya ishraki ni saa ngapi na maelezo yapo. Kwa hiyo bwana, swala ya ishraki imeingia, yeye yuko tukakaba. Swala wakati wa swala ya duha, swala ya duha ni sunna ambayo kwamba inaswaliwa kabla ya dhuhuri kwa muda mchache, baada zawali shams au kabla zawali, muda ule wa duha. Bwana yule ameswali duha, amekaa anasema namtegemea Mwenyezi Mungu. Imeingia dhuhuri, yeye yuko. Sayyidna Umar akaenda na mkwaju akamtandika vizuri, wewe toka katafute riziki, nenda kapambane. Umekaa tawakkaltu ala Allah mpaka sasa, nani atakuletea riziki hapa? Fikiri Mwenyezi Mungu atakufushia riziki kutoka peponi? Nenda katafute, kapambane, maanake katafute sababu ya kukutia nini riziki, halafu tena asema tawakkaltu ala Allah. Huyu bwana akasema, ya Rasulullah, mimi sinajalia wakati wangu wote nini kukuswalia wewe Mtume Muhammad. Sikiliza Mtume zawadi aliyompa, ambayo leo sisi na sisi tuondokeni na hili. Kumbe ukimswalia sana Mtume kuna mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anampatia, na ndio yale tulotanguliza kuyasema: mazito, mitihani, madeni, lakini mwisho husamehewa na dhambi zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na sahaba huyu, basi mimi najalia wakati wangu wote ya Rasulullah inakusalia wewe, Mtume alimwambiaje? Alimwambia nakupa zawadi mbili. Na Mtume anaposema si kwamba anaropokwa, tayari kishapata maagizo kutoka wama yantiqu anil hawa. Mtume hatamki tu maneno kwa kutaka kwake, atukumbana najisikia sasa hivi sema hiki, haya fanyeni hivi, in huwa illa wahyu yuha, si mengine isipokuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Chochote anachokuambieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ujue ni agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tumsalieni Mtume Muhammad, tumsalieni Mtume Muhammad, ili na sisi tupate hizi thawabu, ili tufungukiwe katika maisha yetu, ili tupate ukaribu na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani wewe ukawa unamsalia Mtume kila siku alafu usiwe karibu na yeye. Sio kweli, lazima utakuwa karibu na yeye. Lazima utakuta wewe unakingwa na baadhi ya mambo maovu, lazima. Mtume akamwambia mambo mawili, nakupa bishara, iwapo utafanya hivyo, idhan tukfa hammuk au tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk. Iwapo utafanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu atakubebea hamu zako zote. Nini hamu?
hamu kullu ma yuhimmu al-insan, kila kusababishia wewe kupata stresi, kupata fikra, mawazo na kuwaza nini mtafanya hiki, zile ndo humumu dunia, hamu za kidunia. Nini humumu dunia? Ni yale ambayo kwamba yanakushughulisha katika akili yako. Una deni dukani, hujui utalipa lini. Una mgonjwa yuko hospitali, hujui atapona lini. Mtoto wako yuko shule anasoma, hujui masomo yake yatakwenda vipi, ada nasubiriwa kwenda kuzilipa. Nyumbani kodi inakaribia, nataka kulipa. Nyumbani umeme unaenda kuisha, sijui utafanyaje. Yaani kuna vitu vinakuwa vinakushughulisha akili yako. Hizo ndio humumu dunia, hamu za kidunia. Sasa kumbe Mtume anatupa maarifa na anatuelekeza kwamba kumbe idha sallaita ala nabii sallallahu alayhi wasallam bilkathra, unapomsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi, haya yote Mwenyezi Mungu hukubebea, hukupunguzia msongamano wa mawazo, msongamano wa matatizo. Utapata msaada kupitia sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hili limebeba na dunia nzima, maana kila kinachohusu dunia basi Mwenyezi Mungu anakutatulia na matatizo. Kuna kesi zimekubana huko, kuna mambo yanakufuata, kuna watu wanakufuata kwa hasadi, kuna watu wanakufuata kwa fitna. Zote hizo zinaondolewa kwa nini? Kwa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halafu Mtume akamwambia lingine kubwa zaidi kuliko hili. Kwa nini nasema hili ni kubwa? Kwa sababu ndilo ambalo mama tunalotarajia sote, ambalo anamwambia wayaghfaru dhanbuka, na utasamehewa madhambi yako. Tumsalieni Mtume Muhammad, tumsalieni Mtume Muhammad. Na unasamehewa na nini? Madhambi yako. Sasa la kuondolewa madeni, kuponyewa wagonjwa wako, una mitihani Mwenyezi Mungu akakuondoshea, una mazito Mwenyezi Mungu akakusaidia, hili ni moja. Lakini kuna la kusamehewa dhambi. Lipi ambalo kwamba lenye uzito na lipi ambalo tunalohitaji sote? Bila shaka la kusamehewa madhambi ndilo lenye nini? Uzito. Sababu unaambiwa aish ma shita fa innaka mayitun, ishi utakavyoishi, kwani wewe ni maiti mtarajiwa. Ipo siku tu utasikia fulani inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Utaondoka duniani, kitachobaki ni nini? Madhambi yako. Kwa hiyo sisi zaidi hili la pili ndio kubwa, kwa sababu wewe ishi maskini utakufa, ishi tajiri utakufa, ishi na magari utakufa, ishi huna chochote utakufa, ishi umekula utakufa, ishi hujakula utakufa. Almiskin walghani, alfaqir walmaskin walghani kulluhum amwat, wote hawa ni amwat, ni watu ambao kwamba ni wafa watarajiwa, watakaokuwa ni maiti watarajiwa. Sasa wewe unaishi hapa, hukuvaa vizuri, kula yako ilikuwa ya taabu, siku unakula, siku unapita, siku nzima hujakula. Na yule anayekula milo 3 au 4 kwa siku, anapanda gari, ana gari ya kwenda kazini asubuhi, ana gari inamfuata baada ya kutoka kazini nyingine, kuna gari ya saa 10 kutoka kwenda kwenye matembezi yake, ana gari ya usiku atatoka nyingine, yani kwa siku anabadilisha gari 4 mpaka 5. Lakini naye vile vile tunamwona ataenda kaburini, naye pia ipo siku atabeba kwenye mabega ya watu na kumpeleka sehemu yake milele katika dunia. Sio milele kwa maana ataishi milele ndo basi tena, kwa maana milele ya kidunia.
Dunia ikiisha, milele yake imekwisha, tunaanza hisabu nyingine ya akhira. Hiyo ya akhira sasa ndio milele ya moja kwa moja, haina kutoka wala kuingia. Sasa ukizingatia hili la pili ni kubwa kuliko la mwanzo. Sasa kumbe sisi tukitaka kusamehewa madhambi yetu, basi tukithirishe kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha aradna al-maghfira wa idha aradna izalata al-humum wa idha aradna qadaa ad-duyun wa idha aradna ilaj al-marda fa alayna bi kathrati as-salati ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapotaka kulipiwa madeni, kuondolewa magonjwa, kuondolewa mazito, kuondolewa mitihani, tukithirisha kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mwisho, Mtume asema katika faida za kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilatan yawm al-qiyamah aktharukum alayya salatan, atakayekuwa karibu na mimi zaidi siku ya Kiyama ni yule anayemsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna nini zaidi ya hilo tena? Kuna kubwa kuliko hilo? Siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba kullu yabki ala nafsi. Katika aya Mwenyezi Mungu anatuambia, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, siku ambayo kwamba mtu atamkimbia kaka yake, ndugu yake. Yeye ndugu, leo hapa sasa hivi ukisikia ndugu yako kafanyika kitu fulani unataka kusikia, uelewi, utaenda kupambana popote ili utetee ndugu yako yule, awe mdogo wako au mkubwa wako. Utasimama vishindo wewe, lakini sikio unamkimbia. Kaka, naomba nani, mimi mwenyewe hali yangu nzito. Wa ummihi wa abihi, utamkimbia baba na mama. Leo baba, ukisikia sasa hivi mzazi wako amefanya kitu, utaenda mbio, utahangaika na umaskini wako, ili mradi baba apate tiba, ili mradi baba aondokewe na mazito yale. Kama ni deni, uhakikishe deni lake umelipa, kama ni kumpeleka na kadhalika. Siku hiyo unamkimbia. Wa sahibatihi wa banihi, na mkeo vile vile utamkimbia. Leo sasa hivi ukitajua mke wako wewe, hata jina lake tu wivu umekujaa. Nani analeta maneno kumuhusu mke wangu? Utapiga mtu yoyote, fanya wazimu, siku hiyo utamkimbia. Wabanihi, na watoto wako vile vile utawakimbia. Jamani, siku ya Kiyama ni siku nzito, ni siku ambayo kwamba ina mitihani. Watara nnasa sukara wama hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Utaona watu kama wamelewa, watu wanadondokezana vile kama walevi. Aya inasema kama vile wamelewa, wama hum bisukara, lakini wao hawakulewa. Ni nini kinachowafanya vile? Walakinna adhab Allahi shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali, mpaka watu wanakuwa kama vile wamelewa, hawajielewi. Sasa siku hiyo wewe unamkimbia mwanao, unamkimbia mkeo, unamkimbia baba yako, ndugu yako, kila mmoja analia, nafsi nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, mimi nitakuaje? Nimemkosea mangapi Mwenyezi Mungu? Nimekosea mangapi ya kuyafanya na sikuyafanya, na yale ambayo sikutakiwa kuyafanya nimeyafanya mangapi? Siku hiyo ambayo kwamba ni siku ya shida, wewe utakuwa karibu na Mtume Muhammad. Tumsalie Mtume Muhammad, sallu ala nabi. Siku hiyo ambayo kwamba watu wako kwenye mazito, Mtume anasema akrabukum minni manzilatan yawm al-qiyamah aktharukum alayya salatan. Anayetaka kuwa karibu na mimi siku ya Kiyama ni yule mwenye kuniswalia sana. Nimalize ndugu zangu, huku kumswalia Mtume usije ukaona ni jambo zito, ni jambo jepesi sana.
tujitahidi kila mmoja, sisi tulioko hapa na wanaotusikia, kina mama, jiwekee utaratibu wa kumswalia Mtume kwa siku. Usipitwe na siku moja ukawa wewe hukumswalia Mtume. Wanazuoni nasemaje? Ratib nafsaka fi salati ala rasulillahi kulla yawmin 100 au 200 mara ala al-aqal, jipangilie kumswalia Mtume kwa siku, kila siku, kama vile ndio kwamba haipiti siku unakula. Uwe maskini uwe tajiri, lazima mkono utakwenda kinywani. Haipiti siku utalala wewe, haipiti siku utatumia simu. Hasa tena wale tuna simu hizi za WhatsApp na nini, na sasa hivi mitandao tena haya TikTok na Instagram, mtu anaweza kaingia Instagram saa zima anaperuzi tu, angalia nini leo, kama ni vichekesho acheke, kama ni habari aangalie, aingie atoke huko aingie TikTok. Sasa haya twende, kuna nini huko? Saa zima mtu anaperuzi tu. Si katika hayo madakika jiwekee kumsalia Mtume shekhe, hata dakika 10, nusu saa, ukawa wewe sasa hivi ni muda wa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masaa 24 ulionayo ya kila siku. Hebu toa nusu saa tu ya kumsalia Mtume Muhammad na utakuja kuiona faida yake. Ndugu yangu Uislamu, hili ni lazima uliwekee. Ukisema tu nitafanya inshallah, na mimi kwa siku nitakaa nitakuwa namsalia Mtume mara 1000 au 10,000, kuna wenzako wanamsalia Mtume kwa siku, hao ni kila siku 10,000 hawakosi. Na kuna wale ambao kwamba bidii zao ni ndogo, wanamsalia Mtume kwa siku 1000, yani hao ndio kidogo, hawajifai. Na kuna yule ndio kwamba bidii zake maskini naye kwa siku hakosi 200. Wewe uko katika fungu gani? Wewe ni zero, kila siku zero, huna swala ya Mtume hata moja kweli? Usiwe hivyo. Tazama hizi hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kulipa madeni msalie Mtume, ukitaka kuponya mgonjwa wako msalie Mtume, ukitaka kufanyia hiki msalie Mtume, unataka kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba ni ya zahma, msalie Mtume. Mwenyezi Mungu atufikie kila la kheri. Inshallah tumetia nia. Tuko tayari ndugu zangu Waislamu? Kila mmoja atie nia, wewe na Mola wako, kwamba na mimi ya Rabbi, kuanzia leo isinipite siku isipokuwa nimemswalia Mtume hata 200. Na wakati mzuri usiku kabla hujalala pale, soma dua, sio unaenda kulala kama hayawani, kama mnyama. Mnyama wake usingizi ukimjia tu anajiondosha. Na sisi kuna watu wengine tunalala namna hiyo, huna udhu, huna nini, hujasoma dua. Ndio maana unasikia maradhi hayaishi, matatizo, mara leo niona vituko hivi, mara leo nimetokea na hili, mara leo kesho umeamka mtihani. Soma, jisomee dua. Dua mtu umejisomea mwenyewe, usingoje mpaka aje shekhe. Na dua tunafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jisomee kul wallahu, kul a'udhu bil falaq na kul a'udhu bin nas, au ma'udhatayn. Kul Allahu pia za kuiacha, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bin nas mara 3, kisha unapuliza kila siku. Nifanyie dua hii, kul a'udhu bil falaq min sharri ma khalaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, mpaka mwisho. Kul a'udhu bin nas, malikin nas, ilahin nas. Kile unachokisoma unakipuliza kwenye mikono yako, kisha unajifuta kwenye mwili wako mzima. Ni kinga kubwa. Leo mara una maradhi haya, mara sijui nina jini, mara sijui mimi nina mkosi. Mikosi unajipa mwenyewe. Soma hizo sura 2, puliza kwenye mikono yako, kisha futa kwenye mwili wako mzima. Mswalie Mtume, kisha pumzika vizuri, uone wewe mabadiliko katika maisha yako. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Mwenyezi Mungu atujalie na alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Hizo nafasi ambazo kama zipo watu waingie, nafasi ambayo uliona ingia, mwenzako amesimama kule, sogea mbele hapa. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. فاتقوا الله عباد الله وقد فاز المتقون. واعلموا إخوة الإيمان أننا في شهر من ضمن أشهر الحرم، وكان مادتنا اليوم كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكرنا ما ذكرنا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الحث على الصلاة عليه، وما فائدة الصلاة عليه، وما حكم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي يصير بخيلا من لم يصلي على النبي عندما يسمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عندما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، فهذا بخيل بنص الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا في الأحاديث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يصلي عليه دائما في كل أوقاته، فقال له: كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ فقال له: ما شئت. فقال: الربع. فقال له: خيرا، أو ما شئت وإن زدت فخيرا.
فقال له الثلث، فقال له النصف، إلى أن قال له الوقت كله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: إن كنت كذلك إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا ما نحتاج إليه يا إخوان، أن تكفى همومنا من الله سبحانه وتعالى، والهموم كثيرة، ويغفر ذنبنا، فإن الذنوب كثيرة. فعلينا إخوة الإيمان أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول بقوله: يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني إياكم ما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. أستغفر الله. اللهم صل على الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى الدين. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي واتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله وهم فاز المتقون. واعلموا انه لا ينفع الانسان ذات الزمان من ثلاثه خصال: الصدر والبزر واليابس الضرر اناء الليل واطراف النهار، كثرة الصلاة على النبي المختار. وقد أمركم الله بذلك ذاته بنفسه، فإن الملائكة المسبحة بقدسه، وقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيد الحرام النادر الحق سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع سور القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب. رضي اللهم عن أزواج المهاجرين وصحابة رسول الله أجمعين، وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قابل الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والقحط والجوع والظلم والفتن ما ظهر منها وما بطن إلا من خاصة من المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.